Welcome to another episode of Fantana Podcast, and I'm your host, Purity Nekesa. And in studio today we have a guest, naitwa Sultana Major Kelvin. Asante. From Bukembe Eastward. Yeah. Kwa hivyo, I'll give you the opportunity to introduce yourself. Okay, thanks. Uambie viewers wetu wewe ni nani, unafanya nini, na mbona uko hapa. Okay, thanks, Purity. Okay. So before maybe nianze, kwanza ningependa kuwapongeza sana Fantana Podcast. Asante. You are doing a good job. You are doing a very, very fantastic job. Thank you. So keep it up guys. I'm your supporter number one. Wow. Nawafuatilia kila mahali. Asante. And that's why today I'm here with you. Okay. Enjoy podcast, Fantana Podcast iko upande gani? I'm happy to meet you guys. Thanks a lot. Karibu sana Sultan. So maybe for introduction, my name is Sultan Major Kelvin. I am a lawyer, by the way. I'm a lawyer. I'm from Bukembe Eastward, Kandoi constituency, a place called Sinoko Village. I am the current Bukembe Eastward communication director. Kama unanifuatilia sana pale Facebook, social media platforms, Twitter, X, TikTok, wanga na share vitu za world, mostly to world developments. Hiyo ndio kazi ambayo mimi wanga nasaidia our area MCA. Okay. Since he was into power. Okay. So other things that I do, I'm also the current Nzo FC organizing secretary. Yeah, I was also elected there. So utakuwa bado unatuambia nini na usizoea sana. Unajua maneno hii. Kweli. Nenda pole. Niliamua at least pia hii maneno ya siasa au sijui mbele. So kujipima kidogo hii. Yeah. Kama pia kujipima kidogo tu hii niendako pia kwa siasa kidogo ya Nzoia hizo kwa bahati nzuri mambo ikina namna hii. Nikachaguliwa na mashabiki. Okay. Nzoia pia nitaguzia kidogo. Yeah. Karibu. Asante. So, let's start. Yeah, can start. Watu wanataka kujua sahihi. Because naweza sema you are in power too. Yeah, I'm in power. Yes. And I'm much proud. Sindio? I'm much proud. Yupo mnyini watu wa pesa. Yeah. So tunaweza sema mtu anataka kuelewa how generally how is the state of the world? Okay. Before I answer that question, kwanza let me also, and today I am a proud person. Ask me why, Purity. Kwa nini? Saizi nikitembea pale Bukembe, natembea with my shoulders high. Okay. Because the person whom I campaigned, mwenye unajua kufanya mtu campaign, then convince watu like please vote for Bishop Caleb Wanjala. Please vote for him. Market everywhere. I hope you know these things. Before elections ilikuwa na market Bishop Caleb Wanjala. But today as we are speaking, that word imebadilika sana. Ukitembea sasa Bukembe, like nikipita pale Bukembe nione people are pale Bukembe nione watu wanakunywa maji pale kwa soko. You know that place kuna maji pale kwa soko. So nikipita pale nione people are drinking water na pikipiki zimejaa pale. You feel proud like you just talk like kuna kitu unaona kuna kitu umefanya. You just feel proud like wow this I think you just feel like kuna kazi umefanya. Because watu wamesaidika sana kwa njia moja au nyingine kwa hii uongozi. And I want to speak without any fear of contradiction. Bishop Caleb Wanjala, the first RMC in Bukembe Eastward kufanya haya maendeleo yote ambayo I'm going to name. Okay. Yeah, to name all the development programs ambazo ilikuwa inafanyika katika wadi yetu. So today I'm a proud person
Ndio maana nilipoambiwa ya kwamba nikuje podcast nielezee mambo ya ward yetu, sikukataa because I have something to say. I'm proud. I have many things to show. Have something on the table. I have many things, so I feel like wow. Okay. Yeah. Sasa Sultana, kama tunaweza anza kwa area ya masomo. Yeah. Education, that is. Yeah. Kama tunaweza uliza swali education section labda ikoje kwa wadi yenu, tunaweza sema watu mmesaidia aje upande wa masomo? So don't say that umesaidia aje. Our area MCA ndio amesaidia. So you are here kwa sababu I'm saying that because we're the closest person to the MCA. True, yeah. That means kitambo yeye akuje kwa ground, you're already there. Yeah. So if kama kuna kitu unaweza peana so clearly, it is you. Yeah, true. Not even him. Anaweza kuwa meeting mahali then aseme Sultan, kuna kitu mahali inafaa ifanywe. So you are the right person to answer these questions. Yeah. So nikiuliza mmesaidia aje educational sector? Thanks. So kwanza kwa upande wa elimu, I want to say that our area MCA has done it perfectly. Ask me why. Please explain. Our area MCA is the first area MCA itembee kwa hii Bungoma ward yote MCA mwenye amejenga 5 ECDs in less than 2 years in office. Kuna kweli? Hakuna. So what do you mean 5? Kwa kila shule ama our area MCA amejenga 5 ECDs in our order. Are you aware of that? I will name those ECDs. First ECD iko pale Misanga inajiita Sitawa ECD. Sitawa ECD pale Misanga. That Sitawa ECD ilikuwa juzi nimeona viti, chairs imeshafika pale, meaning probably next month or some months to come that ECD is going to work. Kumaanisha ijaanza bado, it is in process. Haijamalizwa. Ilimalizika kitambo. Infrastructures, chairs zishafika pale. Unipata. So Sitawa ECD, let me talk about Sitawa ECD. I know that village in Misanga. Our area MCM aliona ya kwamba wanafunzi wengi like those young kids wanaenda far away. Wengine tulikuwa na Bukalami, wanaenda kupata elimu, wanaenda far away, wanaenda Bukembe. That's why MCA akasema hapana, let me focus ni at least niweke that ECD pale karibu in a village. So Sitawa ECD imemalizika na mambo iko sawa. Okay. The second ECD I think it is Natundwe ECD. Natundwe ECD, as we are speaking, the ECD is already working. Okay. It's already working. Walimu wako pale, masomo iendelea vizuri kama kawaida. Ile ECD ya Natundwe ECD iko pale Tembelela unit. Okay. Yeah. To add on that, our area MCA has budgeted another money for another ECD pale Tembelela. Itakuwa inajiita Tembelela ECD. Ijaanza. Ijaanza. But so hiyo ikijengwa itakuwa the 6th ECD in our ward. So zenye ziko complete so far ni 5. Yeah, 5. Also umetupatia Sitawa ECD. Umetupatia Sitawa ECD. Tundwe ECD, Kongoli ECD, Sango ECD. Then we have Bumuna ECD. Bumuna ECD. Yeah, Bumuna ECD. That one is on process. Okay. Think Ijaisha. Yeah, Ijaisha. Okay. Yeah. So so far we have got 5 ECDs in our order, and I think to me that one is a great achievement. It's a plus. It's a plus. Okay. Yeah, because ukipata kiongozi ambaye anajenga 5 ECDs less than 2 years, it's not a joke. It's not a joke. Niulize tu labda inaweza kuwa pia kwa ward ya Bukembe East. Yeah. We have been seeing children
wanatoka shule from public schools, that is wanatoka shule wanatembea tu then unauliza mtoto why you out, anakuambia amefukuzwa fee. So nilikuwa nauliza kama hizi CDF bado zinafanya kazi kwa shule ama why are the children being sent back home for fees? I think a very good question. And this one I want to address the national government. Unajua during our time governor alikuwa anapeana bursaries. Women rep anapeana bursaries. Senator anapeana bursaries. MCF anapeana bursaries. Nikikuja mbunge anapeana bursaries. Those chances ya wanafunzi kufukuzwa nyumbani ilikuwa very very minimal. Unaona? But as we are speaking, hata MCS hizi hawapani bursaries. Hawapani bursaries. That's why unaona wanafunzi wengi saizi wako nyumbani. Unaona? Bursaries saizi the only person wenye bado wanapana bursaries but soon pia nasikia pia itatolewa ni wabunge peke yake. So unapata mbunge hakuna funds imekuwa added. Okay. But so unapata mbunge anapeana bursary peke yake sahi. Okay. Mbunge. So unapata yeye anapeana like Kandoi we have 9 wards. So unapata mbunge inafaa distribute that little amount of money across 9 wards. So unapata kila ward inatoa natuko na wanafunzi wengi. But huko nyuma unapata MC akipeana bursary kidogo, governor anapeana kidogo. So at least ina cover a wider. At least wanafunzi wengi wanafanyaje? Wanapata kitu. So inamaanisha for ward kupata hizo bursary you must link up from the MP. Come again? Kwa ndo hizi bursary zifike kwa ward. Yeah. Lazima ulink kutoka kwa MP ndo zifike kwa ground. A very good question. Kwa mfano MCS wakiwa wanapeana their bursaries. Unapata like MCA is a grassroots leader. Anajua bomu fulani, anajua wale watoto ambao anajua those people wenye hawajiwezi. Exactly. But saizi vetting inafanyika wapi? Juu. Unaona? So unapata you just apply, ukipata bahati yako, ukikosa kwa list pia ni bahati mbaya. Umenipata? So ikiwa pale juu unapata wanafunzi wengi ambao maybe there are needy cases, wengi wao maybe wanaweza wachwa nje. Unaona? So maoni yangu, if I were to advise the national government, if I were to advise the national government today, hii mambo ya bursaries wangetoa huko juu ikue local, because MCA ndio yako chini kabisa. Is a local leader. Unipata? Na MCA ndiye anajua people who are needy. Anajua mtu fulani, bomu fulani, anajua yani ni local. Unipata? So hiyo ndio maybe ningependa at least if ningependa ku advise the national government. Ningeweza ku advise ile bursary watoe huko juu kwa bunge walete kwa ground. Kwa ground hapa because hao MCS hawa ndio wanajua kila current status ya people under the grassroots level. So Sultan, kumekuwa na cases kwamba unapata watoto wa matajiri, sijui niseme wa matajiri, the right time to use. Watoto wanajiweza, wana uwezo wa kukaa shuleni na kulipa fee na kufanya kila kitu. But unapata pia wamegawanywa hizo bursaries. So unapata hao watoto wa chini, wale maskini labda wenye hawana uwezo wa kujilipia karo na kufanya vitu zingine, shughuli zao za shule. So unapata they have divided the same amount or the same equally. Wamepewa kulingana sijui na nini. I don't know how you do that. Lakini muna handle aje hizo cases? Unapata mtoto hana lakini yeye amekosa, alafu kuna wale wana uwezo wamepata hizo bursaries. That's why I'm saying the issues of bursaries lazima ipelekwe chini kwa MCS. The same thing.
unapata tu kwa ground. Yeah. Like zimekuja mpaka kwa ground. I think they release it to the MCAs. Yeah. Area MCAs kutoka kwa wards tofauti. So unapata the same word, au watoto wamegawanywa pesa still mtoto tunajua tu baba yake anafanya kazi. Hata wengine wameandikwa kwa serikali. But still wamepewa hizo bursaries wako nazo. That unapata ule mtoto sijui sasa hii ndo whom do you know what happens. Unapata hao watoto pia bado hawana bursaries na wale ndo wanatakana wapewe bursaries. How do you handle such cases? A very good question. For your information, I am also the victim of the same. Mimi nimeanza kupata bursaries during the era of Bishop Caleb Wanjala. Okay. Sijawahi pata bursary under former regimes. Though mimi pia natoka ile familia ya chini. Niko na apply bursary. That's what I'm asking. Na sikuwa naweza kupata bursary. So I think to retain hiyo ni swali mzuri sana umuuliza. But unajua wanasemanga we are Africans and Africa is our business and we are in Kenya. So unaweza pata like kwa mfano sasa let me now take the best example. Mimi nakumbuka niki apply bursary under the former regimes. Unapata kuna wakati niliambiwa nyinyi watu wanzoea hata hamkunipigia kura. Menipata. You are the people who mlikuwa mnanioppose during campaign. So hata ukipana form mara 20 unaona you won't get that bursary. So kitu ambayo pia inachangia these things happening in our country, unapata ya kwamba ina depend pia how close you are to that leader, awe mbunge, awe governor, how close you are to those people who are vetting. Menipata. Okay. So at least unapata my point. So vitu ambazo zinachangianga, let me say ni vitu ngapi? Vitu tatu ambazo mimi najua because nili witness. Kitu ya kwanza ita depend na your closeness, how una interact aje na those people when wanafanya aje wana vet for you to get that bursary. Kitu ya pili, how related are you? So that's the real Kenya we are in. Yeah, because I'm speaking in like the victim. Sasa saizi, not that you qualify to get anything that you want. Yeah. But inalingana na relationship. Without and how well are you related with that person mwenye anafanya aje, mwenye anapana ile bursaries, like wenye wana vet. Alafu kitu ya tatu wenye wamesema unaweza pata now the rich, now they use money, mtu anahongana kwa bursary. So yule mtoto wa chini mwenye maybe kwa njia moja au nyingine ana ile uwezo hata ya kupeana like former regimes, ulikuwa unasikia kwamba nipatie kuku kwanza ndio maybe kupatie bursary. Is the same thing happening in our ward? Ya kwamba before you give bursaries, how do you relate with the one? Let me now answer your question. Back to the new era of Bishop Caleb Wanjala, our man of God. Bishop Caleb Wanjala, venye uniuliza swali, this is the first time mimi mtoto wa maskini pia kupata bursary under his regime. That's why nasemaga Bishop alinipea bursary nikiwa first year na ilinisaidia sana kujoin campus. Nilipata. Ukipata like before bursary za orders zitolewe, our area MCA yeye anasemanga Bukembe Eastward kila mtu ni kama mtoto yake. Wewe ulimpigia kura ama kumpigia kura, bursary, mbolea, vitu zingine zote atakupatia. Unanipata? Like the case of Misanga Secondary. Tengi Misanga Secondary itatumika kama mfano mzuri. Wanafunzi wengi walipata bursary during
during ile last year disbursement. Na hiyo pia iliweza kureflect through the performance ya masomo. And I hope you are aware Bukembe perform vizuri because wanafunzi wengi walipata bursary without any kind of kubaguana, huyu ni maskini, huyu ni tajiri, huyu anipigia kura, sijui nini. Hakukuwa na kitu yoyote ambayo maybe atinipe kuku, nipe 500 kupe bursary, hakuna. Hiyo vitu bishop alitoa. That's why unaona siku hizi Bukembe is a center of excellence. Every student whether will apply bursary unapewa bursary. As compared to the former regimes, masomo ilikuwa unapata like students na underperform nini vitu ambazo zinachangia that needed bright student na ambayo ni pay jogo mbili nipe bursary 3,000 ana so ana keep on nyumbani so apart ile time vizuri really so unapata hii maneno ya bursaries bishop sema kweli majaribu at least kukua fair kidogo. Wacha sema bishop kwa fair. Because kila mwanafunzi mwenye ana apply bursary and I am a witness. Kienda kila shule juzi tumekuwa pale Tembelela. I was very happy. There's a part mwenye alisimama akasema bishop you are a leader. I think niko nayo clip. Alisema bishop you are a leader. Mimi alisema yeye ni anafanya kazi pale Nzoia Girls. Siku hizi akifuatilia list ya bursary anaona ndio kuna utofauti. Nanipata. Kuna utofauti, ask me why. Mbona? Kuna utofauti simply because list size at least wanafunzi ambao wanapata bursary unaweza fungua at least is a sizable number. Okay. As compared to the previous regimes unapata list ya bursary ni kama like wanafunzi 10 wanafunzi 15 so unajiuliza hizi pesa zingine zilienda wapi. Unanipata. But bishop kwa upande wangu personally and I'm also the beneficiaries of his bursary. Unanipata. Na hiyo inakuwa reflected na kwa performance. Okay. During his regime shule zina improve because bursary hakuna kupaguana. Okay. Asante. So maybe tukisonga kidogo labda tuangalie maji kwa ward. Bado tumalizia elimu tulikuwa tumeongelelea story na bursaries. Umefafanua bursaries how you have splitted out. Sasa nilikuwa naulizia maji kwa sababu before that you uliongelelea maji kidogo kutoka kwa soko hapa. Soko ya Bukembe. So before nile kuritim I niko na points mbili za masomo. Okay. Sijataka nizoe nyuma because just allow me please. Okay. Tuko na our Sudi VTC. To our viewers, Sudi VTC is complete. Na tafadhali to apply tusome. Unajua kuna watu wengi by the way our current MCA says anapitia a lot of challenges and I will speak on his behalf. Okay. Unapata mtu analia MCA kazi. Umeona? Kazi inapatikana unaambiwa now bring papers, kuna kazi fulani ufanyaje? Inapatikana. Again hauna papers. Na our Kenya today and where we are going without papers my friend. Kuna mahali unaweza saidika tafadhali. There's nowhere hauwezi ukasaidika. Okay. So unapata tunaambiwa twende shule tuchukue karatasi, tuchukue papers, watu wanaona ni kama ni mzaa. But these things without papers inakuwa very so to apply kwa Sudi VTC iko complete. German language itakuwa inafunzwa pale, naambiwa driving itakuwa inafunzwa pale. Twende tutafute papers so that tuweze kusaidika. Then lastly best schools, best principals, best students. MC atakawa anafanyaje anawazawadi just to improve the performance in schools. Okay, atakuwa na reward as award best schools. Okay. Best school, best principals, best students, best teachers
atakuwa anafanyaje, ana reward. Ni kitu poa. Yeah, just to motivate students. Just wanafunzi wanataka something called motivation. If you motivate them, then I think itakuwa poa. Lastly on education, last point, during this financial year, our area MCA, our able area MCA will be giving cows to each and every school. Tutakuwa napeana ng'ombe kwa kila shule just to improve on school feeding programs. Okay. Yeah, kila shule inapata ng'ombe moja. Kila shule kwa ward. Kila wewe kwa ward yetu ya Kenya. So I think hiyo pia ni unajua sasa hiyo program ni lini labda during this financial year. Okay. Yeah, iko kwa budget kitambo. Yeah, iko budget kitambo. Unaona? Iko amsi budget kitambo. Unanipata hapo hivyo. So meaning zinaenda tu kwa mashule. Mashule tu. Okay. Yeah. Kila shule itapata ng'ombe. Is it from the MCA's pocket? Just to clarify. No. Let me answer you that question. Unajua MCAs, anything that they do, kuna kitu inajitanga they sit in a budget committee. Nasema mimi Bishop Caleb MCA Bukembe Eastward, I need this in my ward, I need hospitals, I need roads. So inakuwa sa budgeted in your ward. Yeah. Okay, so hiyo ni budget inatoka. But let me now answer your question, no? Okay. Area MCA pia through his pocket masaidia hiyo nini your question. Amenyea watu wengi ng'ombe like sasa mimi like sasa Sultana nilitoa mbuzi through his pocket. Okay. Yeah, so vitu vingi wanga anafanya through his pocket because county kutegemea pia sometimes inafanyaje inakuja pende kwa. So baada hapo kwa ng'ombe Sultana zinatoka hizo umesema ni program inatoka juu kwa government ilikuwa budgeted for, so meaning itakuwa implemented. So does it come because wame propose wanataka ng'ombe or they decide for them? A very good question, no? Principals, most of the principals walikuwa na element ya kwamba maybe unaelewa kwamba because mambo ya fee imerudi chini, so unapata ya kwamba hata some schools haziwezi zika afford maybe kupata maziwa. Okay. So it was the proposal from the most of the principals wanataka at least MCA at least akipata kama ni ng'ombe moja at least itafanyaje tawasaidia, but hawezi pasa nao shule moja na all schools. That's for equity. Yeah. So they were involved in decision making. Wakaamua wanataka ng'ombe, waletewe ng'ombe shule. Any kind of decision inakuwa made, mtu hawezi amka tunasema hapana. Tuwaangalie ng'ombe. Lazima kwanza I receive some proposal from the community. Exactly. Ndio fanyaje aweza implement. Yeah. Okay, Sultan. Umetuambia story ya maji. So are you done with education first? Ama kuna kitu kingine unataka kutuambia atujaguza? I think according to me education, unless uko na swali about education. Maybe niulize kupitia kwa shule tu. Okay. Tunaweza sema mumeempower. Kuna walimu wengi huko ndani tu na mwajui. People have gone to school. Even kuna hapa my friend keep on kunivizia about kazi ya ICDs, kazi ya BTC, ana keep on how have you empowered them? Tuseme to youths in general. Yeah. Kwa area yako, have you identified some of them? I have identified many of them. Like the case of, let me say the case of now sasa mimi sasa mwenyewe kama Sultana kuna walimu by the way ambao nimeweza kusaidia like pale Boya I have like 2 ECDs teachers kwa sababu Maraka wanafundisha in my village. Nilipata na Tundu ECD
yule ambaye maybe anaweza kuwa anawapikia lunch. Unaona, tafuta kazi kutoka tumweshi akawa placed there. So unapata when these institutions zina grow, pay ina increase the employment opportunities amongst our people. Na mtu mzuri like in my case, nikisikia tu mahali kuna ka chance tu mahali, I'm gonna try to find out mtu mwenye alisomea kazi na hana kazi, msaidie pate mahali so that ajikimu kimaisha. Okay. Yeah. So tunaweza sema story ya education ya done. I'm done with the education. Yeah. Now, kulikuwa na story uliingiza ndani. Yeah. Ya maji ya soko. Ni hiyo maji tu tunaweza hesabu ama kuna MCA, our area MCA kwa upande wa maji amescore. And I'm going to name all the water projects in our order. So I will start with Nzoia, because I come from Nzoia. So I start with the Nzoia water project. That Nzoia water project, Purity, more than 1,200 households are benefiting. Watu saizi Nzoia wanaoga through wanaoga kwa showers. Hoteli mingi saizi yetuangeza Nzoia hawezi kosa maji as compared to the previous years. Saizi ya mwisho hata Nzoia ukame ikuja miaka 20, that water project will last. Because imekuwa upgraded, yani mpaka yani Nzoia at whole kuna maji. Okay. Yeah. The second water project is a Misanga water project, and I'm told inaenda kuwa upgraded. Yeah. Inaenda kuwa upgraded na very soon. As far as speaking, size inachukua like 300 households. But I'm told that during this financial year it's going to be upgraded. Okay. Inayoto mpaka itashinda Nzoia. Itakuwa something bigger. So in Misanga, pia pale Misanga dispensary tunaenda kukuwa na another water project apart from Misanga secondary. So far zile ziko complete. Yeah. Ziko 6 and I will name them. So tuko na Nzoia water project, tuko na Misanga water project, then tuko na Bukembe water project ile ambayo alikuwa nikifanya kama nikipita sasa kwa soko hapo na tembea like my head's high, because nikiona watu pale wanachukua ile maji wanaenda kuuza. Kuna bodaboda mwingine niliweza kumuuliza maswali, akaniuliza hii maji imenipatia kazi. Okay. Imenipatia like employment. Ule bodaboda kwa siku anauzanga like 100 mitungi 100 ya maji, na kila mitungi anauzanga shilingi 20. So times 100 ni pesa ngapi? Now do they buy before they sell? Maji ni free. Okay. Yeah, maji hiyo ni free. Hiyo ni community water project ya MCA. Kuna maji tuliwahi wekewa. Yeah. Kwa hiyo water. Yeah. So hiyo maji ilikuwa inauzwa. I don't know kama ilikuwa iuzwa hiyo maji. So unapata inaenda for a jerrycan at 5 shillings. So unapata hiyo maji hata kama utaenda kuuza, you have already spent ndio uiuze. So kwa cases kama hizo mnasaidia aje? That's why I'm saying during the former regimes maji ilikuwa inauzwa 5 bob, 10 bob. I know that. But during Bishop Caleb Wanjala regime, hata uchukua mtungi yako saizi uende pale Bukembe uchote maji, no one will ask you for a coin. It's for free. For free. Okay. This one is for free. So another water project iko na Tembelela water project, iko pa hiyo inapatikana pale Kongoli dispensary, Kongoli kwa hivyo. That water project inasaidia watu zaidi ya 200. I'm told soon pia it's going to be upgraded so that it cover wider
area. Unanipata? Okay. Apart from Tembela water project, we have Chalicha water project. That one is complete. Okay. That one inapatikana pale Nzoia primary. Pia inasaidia wanafunzi. Yeah. Kuna zile labda zimewekwa kwa Yeah, obvious. Many of them, in fact, many of them are coming. Like the one that are in place, tuko na Bumuna water project is coming. We have Sipala water project is coming. We have Kombo water project it's coming. And lastly, I'm also told that Navaholo pale pia mambo ikiwa mazuri pia utapata maji ya. Okay. So how for how long watu wangoje sababu pia time is running. Yeah, I know. During this financial year. Okay, so my budget. Yeah, so pesa ilisha kwa budgeted. So nikipuri pesa then kazi inaanza. Okay. So apart from that, we also have some springs ambazo pia area MCA ameweza pia kuzibudgetetia pia. So the springs tuko na Marco Misanga. I hope unajua maana ya springs. Hizi ma ontaman koloni those ma sebele zile tuko wadogo tunaenda pale tunachota maji. Yeah. So tuko na Marco Misanga water springs, tuko na Masibo water springs iko Misanga, tuko na Mahanu water springs, tuko na Aron water springs iko pale Sango, tuko na Mondole water springs, tuko na Munjoe water spring pale Tembelela, tuko na Lukoye water springs. So there are about 7 of them ambazo pia nienda pia kuwa constructed. So now and just to add on that ambazo ziko pale. Yeah. So kwa upande wa maji I hope unaona kwamba our RMCA for sure anajaribu. Yeah. Wow, so kamaji naona umefanya kazi. Yeah, kwa maji size kwa maji saa hii unless to but obvious pia I also want to lament on this. Kuna watu ambao they won't appreciate. Ilikuwa juzi pale Bukembe. Kuna mtu alingoa tapu za maji. Alingoa tapu, yani mtu wake tu mama anangoa tapu za maji. Hizo zinaendelea kungolewa kabisa, not even just Bukembe. Yeah, but wanangoa sana. So sijui why is it because they lack what to do? No, unajua kitu ya kwanza kuna two reasons behind that. The first reason ambazo maybe ina lead to that ni siasa tu. Kuna mpinzani akiona unafanya kazi sana sana na uwivu sana, akiona watu wanakunywa maji na anakuwa na uwivu, akiona people wanaenda pale wingi anasema mtu atasonga. Ngoja nitoe hizo vitu so that tukue sasa hivyo. Umenipata? Siasa ndio inachangia kwa hii maneno. Kitu ya pili ambayo inachangia unajua nje ni ngumu. Okay. Yeah, mtu akienda pala hiyo tap atajua niko at least niko na around 50 bob ya sapa na siku itakuwa imeisha. Sasa those two, but the first reason is yes. Unajua sasa once you are mpizani akiona maybe you are doing something ambayo imeguza akomono mwananchi, anaona jealousy, ana feel like ana feel like ayuko settled. Okay. Anakuwa yani worried. So tuseme unajua umesema kitu nje ni ngumu. So unapata kuna youth wengi, mtu ameenda shule
na hataki kujituma kama yule mwingine atenda achukue maji very good, yeah. Aenda auze apate pesa ya halali. So this person will want to depend, alienda shule unaona, anataka kazi officially tu, yeye pia aende asubuhi arudi jioni, yeah. Na unapata hiyo kazi ya hapo. Maybe how have you empowered the youth in your world? I think that one is our next topic about youth empowerment. I will go to there. Okay. Ile uliileta. Yeah. Uliileta, so ikabidi nikupeleke pale. That one I must talk about it. Okay. Yeah, during that time kifika. Okay. Yeah, I think it is our next topic of discussion. So we'll talk about that. Okay. Yeah. So tuseme mambo na maji, I think unless uko na swali about water, but to me I think I have named all the water projects that our area MCA amefanya, anyafanya aje ameplan kufanya. Yeah. What about the health facility? Very good. Kwanza afya ni kitu ya maana sana, na I want also to, and I'm proud because every sector our area MCA anafanya aje ameguza. So kitu ya kwanza ambayo mimi ningependa kushukuru sana area MCA ni just to upgrade Bukembe dispensary to a health facility or to a health center. Sasa ukienda pale Bukembe you can see changes. Unajua once a health sector once a dispensary imekuwa upgraded to a health facility, many things wangu zinaenda pale. Ask me vitu gani hizo? Unapata now the number of doctors there zinakuwa increased. Number of health equipments zinakuwa increased, like beds, madawa, sindani, lot of things. Alafu pile budget ambayo ilikuwa inashika pale, like so tuseme budget pia inafanyaje inakuwa increased depending on the status of any health facilities. Yeah, so vitu mingi sana ukienda pale you can see at least changes many part. You can see now some good things there many part. So our MCA anafanya kitu mzuri sana kwa upgrade. For many years, for many regimes zimepita, lakini hakuna siku Bukembe mtu maybe amesikilia kuti Bukembe wacha nitoe from a dispensary. Unajua kitu kama sa dispensary haina many doctors, haina many health facilities, haina vitu mingi many part. But sasa when imekuwa upgraded, I think it's a good place to be. It is your appeal to the MCA kwamba I upgrade. Haujapenda venye iko Bukembe dispensary imekuwa upgraded from a dispensary to a health facility. Already it's upgraded kitambo from a dispensary to a health facility. So far there have been complaints kwamba hakuna dawa. So iko the dispensary is wide open kila siku. Lakini the moment unaingia hapo unaambiwa hakuna dawa. So you need to go back wakuandikie labda ni kama hizo prescription uende ununue dawa. Why is it so? Purity, I know you are not a visitor in these hospitals. Kwa mfano kuna some diseases ukienda pale, even in big hospitals like this big hospital like Bungoma referral. Like I was once in a referral, nikaenda pale, ilikuwa na mgonjwa wangu, akaenda pale, then akaandikiwa dawa. Umenipata? Si ati dawa ziko, lakini sasa nao zinaenda mbio sana. Kuna wagonjwa wengi wanafanyaje? Wanazitumia. So inataka tena waode zingine. So unaweza pata wameode zingine, alafu sasa unafika pale, ukienda hapo hivyo unaambiwa dawa hapo. Si dawa hakuna. Wameorder zinafanya that coming. Yeah. So hiyo pen the case of now Bukembe dispensary pia. Dawa ziko but sometimes zinaenda kwa wingi sana. So unaweza enda pale unaambiwa dawa hakuna. But ufanyaje? Wameorder zinafanyaje? Zinakuja. Yeah. So what is the state? Kabisa tu hospitali unaweza sema nini? Sababu kumekuwa na complaints kwamba doctors are not enough. Before upgrading kuna uwezekano mseme madaktari, so far tuko na madaktari wangapi Bukembe?
I don't know because I don't work there, but venye mimi najua, si ndio? Once it was upgraded to a health facilities, automatically it is now a big facility. So meaning the number of I know you are not a doctor. Yeah. But you are an assistant, yeah. The next person to the MCA. Yeah, true. So kila kitu yenye inafanyika kwa ground, you are aware. Yeah. So I'm only asking because hizi vitu ziko kwa ground sahi as we ask. Yeah. Tunasema kwa hospitali. Yeah. You cannot tell me you don't know the number of doctors your facility iko nayo. Wezi niambia haujui kama dawa ziko ama haziko because wale before you came here kumekuwa na complaints kwamba Bukembe dispensary haina dawa na madaktari pia they are not enough. Yeah. So maybe you can explain that. Wajue mbona iko hivyo. Let me answer you that question to you. Okay. I know I am very close to our MCA, and that does not mean that I must know everything that the number is there any person you can ask apart from the number kuna mtu mwingine tunaweza uliza kando na wewe like now because I'm very sure our area MCA anaweza tumana amepeana orders. So is it you that have failed or you are failing the MCA? Because akikaa chini wafanye budget yao na make sure hizo vitu zimefanyika. So who has failed? Is it you watu wenye wanatumwa kwa ground or the MCA? Yeah. So let me answer you. I think I have answered you. Like issue of Bukembe dispensary. I think it was upgraded. I think last year. And Rome was not built in one day. I know. One day. So good things are coming. Okay. I was able to site Bukembe imetoka tu jana from being a dispensary to a health facilities. Then kesho yake we start seeing I think the fruits. So we need time and everything needs time. Okay. So you are accepting the fact that hakuna dawa? Dawa ziko Bukembe. Personally nimekuwa pale Bukembe, dawa are there. Okay. Dawa ziko Bukembe. We have doctors pale Bukembe because I know the moment something inakuwa upgraded from the word upgraded itself, it means everything that will be upgraded. Kama tulikuwa na one doctor, there will be 5. Kama kulikuwa na some 2 beds, there will be 10. Yeah. I know that, and it is automatically. Yeah. Okay, so ni kitu yenye inafaa watu wangoje. Yeah, people, you must be patient in everything that you do. You must be patient and you need time. Okay. Yeah, so, patience is must keep. Yeah. So kwa health unaweza sema finally when you unless you have another question, but health sector I think I have named health bado sijamaliza. Health bado sijamaliza. Tumekuwa ya Bukembe dispensary. So let me go to Misanga dispensary, our new facilities, and today as I stand here, pale kuna daktari. And people are going as we are speaking. People are going there day in day out for medication. Okay. So Misanga dispensary, it is iko pale Misanga unit, and to me, I think our RMCA for the first time anajaribu kubadilisha the current status of Misanga. Okay. I know this 5 years hiyo Misanga hiyo ambayo ilikuwa imetengwa nyuma kwa hizo miaka zote, MCA anataka that place I think ikuwe like something good because Misanga like tunaongea tuko na 2 CDs, that is Sango CD and Star CD. Uko Misanga. Okay. Misanga saizi kuna maji ambayo ndio kuwa upgraded. Hiyo ni Misanga. Inaenda kuwa pale Misanga secondary na Misanga dispensary. Hiyo ni maji. Umenipata? The same
Misanga tuko na very good dispensary. Hiyo ni both male and female wards. Mama wetu au utakuwa wanaenda kujifungua mbali, wanavuka lami, unapata hiyo bado ni Misanga. The current roads pale Misanga, I think you are seeing some improvements. Unanipata? Misanga secondary ndio ilikuwa iliperform this year na last year. Perform vizuri amongst all the schools in our ward. Meaning hiyo ndio ilipata the highest number of bursaries because of the needy cases there. So unapata kama Misanga, I'm told that ilikuwa during the last year financial year, half of the budget ya ward, imagine half of the budget enda wapi? Misanga. So MC anafanya hivi because Misanga for many years imekuwa lagged behind in terms of development. Niambie kitu gani ambayo the former regimes zilifanya pale Misanga ambayo unaweza ukaona tu useme kitu fulani kwa Misanga? Hakuna. Ni kweli. Hakuna, hauwezi useme at least tu kuna tangible development ambayo the former regimes ilifanyaje? Ilifanya pale Misanga. So unapata our LMC is trying to change that unit. I think ilitaka pia kwa hata ukitaka Misanga unaweza feel at least niko Bukembe pia. Okay. Nilipata. Yeah. So because of time, I think I'll have to ask you some random questions, kwa sababu we don't have much time left, and I will not maybe 20 or less minutes left. About health. And I think nimebakisha like 3 points. Please just give me some 2 minutes. Okay. Niongelea about health. Let me just finish on health. Kuna masponsor or the donors walikuja wanataka kusaidia kwa upande wa kusaidia kutibu meno hii. Unajua many people wako na shida ya meno na wanaendanga far places like Bungoma town or Webuye. But kuna masponsor, kuna madona, they want to assist. Na watakuja pale Misanga dispensary. So I think hiyo ni achievement that very just done. Na mambo ya health, I think tamalizia hapo kwa mambo ya health. Yeah, I have many things. Let's go to next point. I know, as you say, Rome was not built for one day. Yeah. I think hatuwezi ongelea kila kitu kwa leo. I think you'll have to create time again so that you come back. I come back. Yes. So nilikuwa nauliza hivi. Maybe sahi tuongelee youth kidogo. Mambo ya youth empowerment. Mambo ya vijana. Yeah. Umesaidiaje vijana kwa wadi yako? Before I answer you that question about youth empowerment, I am a youth. Yes. And you are a youth. So unapata vijana wengi sisi tuko na pressure. Tuko na mbio mingi. Yani we are not that patient. Like my case, venye nimekuwa hapa hivi, mliniinvite kitambo sana. Yeah. Lakini yani before nikuja hapa hivi, nilikuwa na something that I'm doing as a youth. Unajua before usaidike, also try to assist yourself. Okay. Yeah. So I will talk about youth. Na mimi sitakupa vijana and I will speak now the truth. Yes. Mwenye atasema Sultani mbaya, mbaya. Kitu ya kwanza vijana tujitume. Before hata wewe maybe mtu akusaidie. Nadhani Purity pia mfanyaje? Mjituma. Let me support Purity. Like your project of Fantana. Ukianza kwa mwanzo sana mimi I am a journalist, I have this, and I like this. Tutakuwa supported. But vijana wengi tumejiingiza kwa siasa. Umenipata? Vijana wengi tumejiingiza kwa siasa. Yenye haiko. Umenipata? So
like tumechukulia siasa kama career now. Umenipata? Hatujitumi. Wewe unasema mimi Sultana kwa serikali, fanya niketo msiani anipe pesa mimi nikaenge kwa nyumba, unaona? Asiponipatia mweshi ni mbaya, mweshi atusaidie. Mweshi yani ukiuliza our area MCA at last sijua mwisho kunipa pesa ilikuwa siku gani. Hivi mahandouts. Mimi ni mtu ambaye nafanyaje? Najituma kama kijana. I'm going to a point here. Tunawasaidia aje. I am a youth. Unanipata? Na before niweza maybe kusaidika, lazima mimi pia nifanyaje? Nijitume. Ukiona like nimekuwa sana mstari wa mbele. MC aliniambia kwamba anataka World Magazine. Aliniambia hiyo kitu. Anataka World Magazine. Akatafuta kijana apati. Unaona? Na mimi nikasema mwesh I will do that job. Unanipata? Sikutaka everything Sultan. Kama hapana, look for another youth pia fanyaje? Akatafuta youth, kembe yote hakuna. Unaona? Kama mwesh I will do that job. Umenipata? Yeah. Na mwesh akanipa ile tenda, nikafanya, nilijituma, na ile one magazine ilitoa about 500 copies za magazine ya Kemba. Hapo you are aware. Na kila magazine kuna shilingi 500. Umenipata? Hata nataka one copy niko nayo. Utaiacha. One copy niko nayo. Unaona? So through that ilijituma, nikafanyaje? Nikapata some achievements kidogo. Ulikuwa unafuatilia mambo ya avocado. Unanipata? Mambo ya avocado. Ningesema hiyo ni kazi ya mama, sijui kazi gani, sijui wanataka white collar jobs. Nasema hapana, this one is an opportunity. Kulikuwa na mzungu alikuwa anataka those avocados. Unanipata? Nikajituma kwa mama, nikatafuta kwa mashamba, nikaenda. Ilinisaidia kivyangu kama youth. Unanipata? Yani any small opportunities that comes my way. Lazima nikimbilie. So vijana before tusaidike, wacha tukimbilie these opportunities. Let me now come back to your question about tumsaidiaje vijana. Our MCA is a good person. Unanipata? I will not mention their names because najua tu kutaja mtu mimi jina fulani anasaidiwa kitu fulani maybe for publicity that would be good. To our area MCA before akwe area MCA na after nikwe area MCA vijana zaidi ya 56 walileo motorbike. Are you aware of that? No. Yeah. 56 youths saizi kukembe pale kuna pikipiki from the MCS pocket. You know, si at county at mbaya hapana. From the MCS pocket. Umenipata? Ukienda pale Jedelica kuna a receptionist, ukifika pale kwa welcome to it's a guy from Bukembe. Yeah, yeye ndio MC alifanyaje kuweza kumtafutia pale kazi. Ukienda pale mafuta ya Shell utapata kuna kijana pale Bukembe. Yeah. Ukienda pale Rala Hotel utapata pale kuna vijana watatu pale Bukembe. Ukienda pale let me say like NYS, now the majority of them. Yeah. Saizi nzoe naandika watu saizi as we speaking vijana ndio wanaenda kupata zile kazi. Kuna time I advertise mambo na security, nini sijui kwa watu map. Wengi wali apply na wengi wanaenda kuchukuliwa pale nzoe. Umenipata? Kuna juzi wamekuwa na advertise mambo ya cadet. Wanataka one cadet. Sasa ilikuwa Bukembe East. Kijana mmoja pale Kongoli. Kapata. Cadet. Yeye alienda. Tuko na mambo ya nini say mambo ya jeshi ama ndio army. Kuna vijana watatu pale Misanga, kuna vijana wawili pale Kongoli, kuna vijana watano kutoka Nzoia.
Nimefanyaje mwasaidia. Tuko na vijana wengi and you know them. Walianziwa biashara ukafika mahali wakaangusha kauza laptop, kauza vitu, kauza gadget, but MCL try at least to help them do their respective businesses. So in terms of empowerment, I think our MCL amejaribu. Ametry. So ile ambayo mimi ningependa kuadvise vijana before that Sultan. Kuna kitu labda unaweza sema project fulani kwa world yenye maybe iko underway watu inashikilia vijana kwa area so far? Very good question, no? Kwa mfano youths like me and many others tulitoa mbuzi. Hiyo ni a very very good project. Umenipata? Tuko na hiki tunatanga youth fund. Vijana wana apply. Tasaidia vijana. Tuko na these grants they are coming. Za youths. Juzi nimeshare something watu kanipiga mawe about mambo na CBOs. Hiyo ni true story. In fact I was there yule Faransa akipigia MCA simu kaniambia anakuja campaign time from now. Kaniambia nitafutie vijana about from 18 to 35 years. I train them. Niwapatie huko 5,000. Naona waweze kufuga. Umenipata? After wamefuga zile kuzi zilikuwa mingi, again ananunua from them. It's a true story. Unaweza kukiambia tu if you talk something good inakuwa politicized. But hiyo ni a very true story and it's coming very soon. I was about to ask that question. So unajua vile watu walielewa kwamba is coming to teach maybe about to explain more about the CBO. So tulikuwa tunajiuliza mbona mtu atoke that far wakati tuko na watu wanajua kila kitu. So it was like an employment opportunity mnataka kupeana watu wetu huko from the world maybe ama kutoka tu kwa county yetu. That one is a very good question. Unajua kuna tofauti ya dona. Unipata? Na watu wetu. Kupata mtu mwenye anaweza kupeana kwa 5,000 free of charge unless anatoka hivi. Lakini Kenya hakuna cha bure. Ni kweli. Na our RMCA apart from being MCA yeye ni bishop. Na bishop ako na link na wazungu. Mimi najua. From the word go. Ukikaa na bishop simu ambazo ana receive from outside the country. Germany, unapata Germany, France calls, USA calls. That's why anataka vijana apply for passport. Nikupeleka nje. Unapata vijana wengi analia hope niambia atanipeleka nje. But ajenipeleka out. Ukimuuliza uko na passport? Sina. Unajua hata German language sijui. Umenipata? Unashindwa kusema. Yani vijana hatuna those requirements. So unapata hata kusaidika pia sometimes inakuwa ngumu. Mimi kama ni kwenda Germany ni kitu moja ambacho mimi nakosa. Ni German language ndio sijui peke yake. So far nimesoma A1 na A2 peke yake. B1 na B2 I don't know. Umenipata? So siwezi anza kulaumu RMC niseme MC alinidanganya niambia nenda Germany na mimi sijamake those requirements. So before complaining also let's try to assist ourselves. Tuende shule tusome. Hiyo ndio the only way ambapo tutafanyaje? Hawezi enda Spain without passport my dear. Hawezi enda huko hivyo. Lazima ukue na passport. I don't know these things. So Sultan, labda umongelelea projects kadhaa zenye zimepeanwa how you have helped the youths in your world. So kuna uwezekano maybe some of them are not aware. How do you communicate to them? Maybe do you involve them in your decision making? These things we kwa mfano everything that happens in our world. Kama unanifuatilia sana. Wanga na share. Issue ya magazine kuna wakati
nilisema ya kwamba magazine inaenda kukua launched. Hata sikuwa launched, I need some youths tukuje tufanyaje, tukae chini tufanyaje, tuende magazine. I love that. Nilishare everywhere about that. Yes, lakini sasa youths wenyewe hawakuji. Okay. Nilipata. Have you ever sat down uka imagine mtu ana simu? Very good. Yeah. Unakaa chini unaangalia mtu ana simu. Hakuna venye utashare aone. How do you mnawafikishaje information na watu? Apart from phones, we have many channels of communication. Okay. We tunashare through these funerals programs. What tunashare through weddings. Okay. Tunashare through church. Hata juzi pale kwa nini? Ilikuwa kanisa fulani. Then nikasikia Mungu anasema kwamba vijana kuna kazi nzuri security. Kama ni kijana uko na ID, ajitume. Tujitume. So unapata hata kama una simu, information inafika tu. Juzi ile MC amekuwa pale Mumbo FM. Hizi vitu mimi naongea hapa hivi hadi nilali kurudia tu. Okay. Yeah. So tukimalizia. Yeah. Maybe nataka ongeleshe vijana. Yeah. Please talk to your youths. Yeah. Kuna wale tu mtu amekaa. Okay. Tumebaki kulaumiana. Yeah. MCA, president, sijui nini. Yani you'll have somebody to blame. Maybe how can you tell them? Maybe you can advise them just for a minute, please. Yeah, for a minute. Yeah. What I can say, vijana kama wewe si mwanasiasa, tuachane na siasa na tufanye something else. Mimi ningekuwa mtu akulamulamu na siasa kila wakati, leo hii hata singekuwa kwa Bishop Caleb Wanjala. Okay. Unaona? So kama si mwanasiasa, vijana wanasiasa kufanya kazi yao, because utacomplain hakuna mwanasiasa atafanya vitu venye wewe unataka. Okay. Unaona? Kila mwanasiasa ako na manifesto yake. Kila pale atafanya venye yeye alifanya aje promise. So unapata vijana we keep on complaining every now and then, simply because hatuko satisfied. Unapata kuna mtu alikuwa kwa kampi ya Elima, after 1 year amachana na Elima, anaanza kampenia Joram. Unaona? Joram angekuja hata kipindi haijaisha ako kwa Caleb. Caleb ndio kwa uongozi. Unaona? Hata mwaka haijaisha ameanza tena mtu fulani. Okay. Na miaka zinasonga, miaka zitungoji. Okay. So vijana tunile tuko na mbio mingi, lakini tuko at least tunaelewa wanasiasa. Mimi naambianga watu Bishop Caleb hata akuwa area MCA, mtu mwingine akuja akuwa area MCA, you'll never see me complaining about the current one. Hapana. Mwenipata. Now for what? Okay. For what benefit? Hiyo time ambayo na used to complain. Sinafanya kitu kingine ambayo itanisaidia kujikimu kimaisha. So vijana tuachane na siasa mbaya. Tuache ku-insult our leaders. Tuache ku-criticize developments done by our leaders. Na tukue na subra kidogo. Na mambo itakuwa tu sawa. Tuchukue na mbio mingi. Unajua vijana tuko na damu mbio. Yeah. So Sultan, ya mwisho kabisa tukifunga. There was a complaint kwamba kulikuwa kuwa na project yoyote yenye MCA amepeana ng'ombe. Yeah, before this one. Yeah, MCA anapananga ng'ombe every financial year. Okay. Yeah. So hizi ng'ombe mbona wanazitoa awapeani kwa ward, wanatoa nje ya ward, kwa mfano ATC Mabanga was a place yenye ilitumika kupeana hizo ng'ombe. So people from the ward were complaining. Mbona wasipeane kutoka kwa ward kwenyewe, wazitoe nje wakuje wagawie mali kwao. Maybe you have a reason? That one is yeah. I have a reason. Okay. Do you know the meaning of Mabanga FTC? Okay, it is an agricultural center. Yeah. Ya Bungoma County.
So mambo yote ya mifugo auzitoa ng'ombe upeane pale Sango dispensary ng'ombe ama upane pale kwa market. Hiyo place iliundwa ya mifugo tu. Yeah. Si ni peke yake. Even Luya kwa kuchukulia mbuzi hapa. I was there. Unaona, Bukiamba West walichukulia mbuzi hapa. Every ward hiyo ndio center ya kuchukulia hizo ng'ombe na whatever. Okay. Yeah. So at least they know. Maybe the last word you can say. Thanks for hosting me, Sultan Meja Kevin. I love you guys. I'm proud to be here. Just keep it up. Keep it up. Thank you. Yeah. Viewers, we've just come to one end. Maybe we didn't answer your question as you expected, lakini there is always a next time. And thank you for your time. Thank you for watching, and bye. So next time I will also try to create time. Okay. Because nimeguzia to a quarter of what our RMC has done. Because of time hata tungeongelea saizi tungespeak mpaka jioni because ni vitu mingi ni ambayo amefanya. And you know these things wanga na share pale kwa all. So guys, asanteni. Thank you. Asanteni. And please peleka salamu zetu kwa MCA. Peleka salamu zetu. And viewers, thank you for watching and thank you for your time. Bye for now. Asante. Okay.